Tumshukuru Mungu. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa upendo wako na fadhili zako. Tuko hapa watumishi wako Mungu kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa Mungu kwa dunia na kwa watumishi mbalimbali. Kwa sababu sauti hii upate kuwafungua kiufahamu na kiuelewa. Mungu wetu wa mbinguni ametupa karama 5. Kila mtu amepewa karama yake: walimu, uchungaji, unabii, utume na uinjilisti. Tuko hapa watumishi wako. Mungu wetu wa mbinguni, tubarikie. Tupo kwa ajili ya kazi yako. Umesema mwenyewe mkusanyiko ili watatu kwa ajili ya jina lako utakuwa katikati yenu. Akiwa pale katika kuuliza atakuwepo ni Martini, na kuna watumishi wengine mahali watajifahamisha kwa majina. Karibuni kusikiliza kipindi hiki. Mungu tusaidie. Karibu. Asante. Biblia inaitwa Donald. Ndio. Ni msomaji wa neno katika kipindi hiki. Amina. Huyu anaitwa Donald. Hapa kuna mama yangu. Jina lako nani mama? Sofia Stefano. Tunashukuru Mungu. Ndugu zangu, tunapoenda kufundisha namna hii, tumesema namna hii kwa ajili ya kufundisha dunia. Ulimwengu wa leo nimekuwa nikifundisha namna ya mizimu inafanya kazi usiku na mchana katika maisha ya wanadamu. Mama huyu leo tutasema kwa ajili ya ushuhuda. Mama huyu yupo kwa ajili ya kutoa ushuhuda wake alivyoteseka katika miaka mingi, kama miaka 4, atajieleza mwenyewe kwa ufupi. Jinsi alivyoteseka, alifanyiwa vituko vibaya na mizimu. Ndani yake pakoepo wanakwaya wenzio wakipo kanisani. Kwa kanisa limeingiliwa na wachawi kwa sasa. Na wachawi wamekuwa kanisani, vituko viko vingi sana. Kuna wachawi wa kanisani, wanakwaya, kuna wachawi wa kanisani. Sio wote, ulikuta baadhi wanakuwa jinza kanisani wanaabudu Mungu lakini wachawi. Hata wachungaji wanakuwepo ni wachawi. Hebu tusome neno la Mungu msomaji. Katika kitabu cha Isaya. Isaya sura 5, kwanza mstari wa ngapi? Kwanza mstari wa 15. Hebu soma mpaka mstari wa 31 soma. Kila mtu atafedheshwa na mwenye kiburi wote wataaibishwa. Lakini Mwenyezi Mungu wa majeshi atatukuzwa. Yeye huonyesha ukuu wake kwa matendo yake ya haki. Kwa kuwahukumu watu wake. Wanakondoo, wanambuzi na ndama watapata malisho yao kwenye magofu ya miji yao. Yaani wanakondoo, yaani kila mmoja ni mwanakondoo. Kila mtu mwenye kwa kazi yake alionayo atalishwa malisho, atapata mapigo yake sawa sawa na jinsi anavyotenda. Soma. Kama kwamba hizo ni sehemu za malisho yao. Ole wao wanaoburuta uovu kama kwa kamba. Ole wao watu wanaburuta uovu kama kwa kamba. Yaani unavuta uovu ubaya kwa maisha yako, unatembea na ubaya, unavuta maisha yako kwa kamba ya uovu. Yaani unaishi kwa ajili ya uovu. Soma. Wanaokota dhambi kama kwa kamba, wanaokokota dhambi kama kwa kamba za mkokoteni. Wanaokota dhambi kama za mkokoteni. Yaani hata kama kwa ugumu mkokoteni utakuwa unavuta kwa nguvu, dhambi uishi nayo kwa nguvu. Ndio tunayofundisha. Dhambi imevuta watu kwa nguvu, wanaishi kwa ajili ya dhambi. Soma. Wanasema Mwenyezi Mungu, Mungu afanye haraka. Tunataka kuyaona aliyosema atayafanya. Na ziaka hizo. Yeye anapohubiri kwamba jamani waache dhambi, kuna siku za mwisho, kuna hukumu, anasema tuone hukumu imekuja lini. Ndio maana kuta watu ni wajasiri, wanaabudu Mungu huku wanafanya dhambi kanisani. Wanajua kabisa ni kama vile hadithi fulani, kama vile kama ngoma ya ngoma fulani tu tunaingia kucheza, lakini hofu ya Mungu hakuna ndani. Soma mtumishi. Mtakatifu wa Israeli na atimize kusudi lake. Isha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno hili linatufundisha nini? Kuna watu wanavuta uovu kwa kamba kama kwa toroli. Mama huyu ni mtumishi wa Mungu, amejifahamisha kwa ni Sofia. Sofia ni mtumishi wa Mungu. Habari zake nazipata kutoka Iringa. Yeye kwake sehemu ile Makurukusi. Makurukusi huko njia kwenda Chato. Mama huyu ameteseka kwa muda mrefu na ataeleza yeye ametesekaje kwa miaka mingapi kwa ufupi, ili mpate kujua mizimu inafanya kazi ndani ya kanisa. Mama karibu. Asante. Tuambie mama, ulianzaje kuugua? Mimi kuugua nilianza nilienda shambani siku moja, nikawa kama vile nimepatwa na harufu fulani ikaniingilia puani. Puani. Tulikuwa na binti yangu.
Nikamuuliza, vipi, kuna harufu gani imekufikia wewe? Akasema hamna, mimi sijafikiwa na harufu yoyote. Ndio. Nikamwambia kwamba jamani, mbona mimi hii harufu imeniasi, nataka kuchanganyikiwa hapa nilipo. Baadaye nikamwambia kwamba twende nyumbani. Nilipoenda nyumbani, shamba liko karibu na barabara. Naingia barabarani hivi, ile harufu ikawa imeisha. Hapo akili ikakaa sawa. Kumbe nimeenda nyumbani kukaa hivi nimekaa muda. Nikawa na ugua tu kila mara. Ulikuwa unaugua kitu gani? Napoenda hospitali napima, wananiambia ni pressure. Naona yani pale alipokwenda shambani, Mujibu nilikuwa namuombea siku ile ya kwanza alipokwenda shambani kwenda binti yake, ndipo nilikwenda kumchukua ulimwengu wa roho. Harufu ikaingia puani. Na pepo aliingia puani kuchukua nafasi ya nafsi yake. Kwanza sasa hivi hakuwa anasikia. Kwanza sasa hivi ulikuwa unasikia harufu ya chakula? Nilikuwa sisikia harufu ya chakula, ila sasa hivi nimeshaanza kuwa nasikia, lakini ingawaje hajanani sana. Ndiyo. Lakini afadhali sasa hivi harufu nimeanza kuwa naisikia. Hebu sasa nilisikia taarifa kwamba ulifikia kuwa ukachanganyikiwa mpaka ukalazwa hospitali Bugando. Ulijisikia nini mpaka kulazwa hospitali Bugando kama kichaa? Nini kilitokea? Yaani kilichonikuta kabisa tangu nilipokuwa kwangu pale. Nilianza kuchanganyikiwa nikiwa huko. Kwako? Baadaye wakanitoa hapo wakanipeleka nyumbani kwa wazazi wangu. Kipindi hicho wazazi wangu walikuwepo wote. Kijiji gani? Nyakato, ndio. Nimekaa kule, baadaye hali ikawa inazidi kubadilika tu, nikawa mtu wakati mwingine nilikuwa nimekaa binasikia tu nimeinuka na kimbia ovyo tu. Kichaa. Unakimbia kwenda mashambani mbugani huko. Sasa wadogo zangu wanaenda wanawaambia wanandugu, jamani fulani imekuwa hivi, amekimbia. Ndio wanaanza kunifuatilia, wananikimbiza, wananirudisha. Baadaye nikarudi tena hapo kwangu, nikaa mtu wa kukaa tu nahangaika. Ila mwenzangu sasa akawa hajali sana, ambaye ni baba watoto wako. Siku moja sasa niko pale nyumbani, akaja mkwilima wangu, anatoka kwao sehemu za Chato huko. Pita kuja kunisalimia. Kakuta nimejipumzisha hapo sebuleni. Shemeji yake ndio akaja kuniamsha, anakuja kuniamsha hivi. Nilivyokuja kuinuka hivi. Namfukuza kumpiga sasa mkwilima. Yaani kichaa. Unaona sasa wasikilizaji. Yaani ameibiwa, nafsi imekaa imehamishwa. Sasa yeye anaonekana pia watu ni kichaa. Hebu ona kitu hicho. Sasa twende kifupi. Sasa baada ya kumpiga si alikimbia. Na nilisikia taarifa kwamba wewe ulipougua ulipelekwa mpaka Bugando. Ukalazwa hospitali. Mkwilima ndio na hela ya nauli ndio akawa ameniachia kwamba mleteni hospitali. Ndio huyu baba watoto wangu akanichukua akanipeleka mpaka kwa kaka yangu. Basi baadaye akafanyaje? Wamenipeleka sasa hospitali Bugando. Bugando nafika humo nalazwa kwenye wodi ya vichaa. Yaani umekuwa kichaa. Wiki nzima nimo humo na meza hicho kidonge cha wagonjwa vichaa hao. Baadaye nikawa nimetoka. Nilivyotoka akaja binti yangu kuja kumchukua na baba yake. Naondoka hivi, nafika kwenye geti hivi. Wakati natoka humo nilikuwa mzima kabisa. Nafika getini tu hivi nikadondoka chini. Kukauka. Nilivyokauka binti akarudi tena kwenda kuambia ama daktari, mama amedondoka chini, ngoja tuje tumchukue. Wanakuja kunichukua hivi na hicho kimkokoteni chao, nikainuka tena nikapata fahamu. Kaondoka tukaenda nyumbani. Sasa ulipofika nyumbani, kuna taarifa nilisikia ulikuwa ukieleza mwenyewe kwamba kuna kipindi katika mahangaiko ya ndugu zako kutafutia matibabu yafika kujua wokovu wa kweli, ulipeleka Kigoma kwa mganga. Kwa mganga kule Kigoma walifika wakifanywa tiba gani? Wanini walikufanyia tiba gani kwa mganga Kigoma? Mganga huko tulifika, sijui alifanyaje, mimi sijui. Nilifikia tu naona
analetwa mbuzi alivyoletwa. Sasa aliyekuwa anahusika na hayo maswala tena huko ni kaka yangu aliyekuwa nimekwenda naye. Sitajijua ndio. Basi yule mbuzi wakawa wamemchinja hapo, walikuwa wamealikana na wengine sijui wenyewe walikuwa ni waganga sherehe. Walivyochinja wakamimina damu, kaileta hapo wakaichanganya na maji, si waliweka mlenda mzuri, waliweka na dawa sielewi. Naletewa hiyo damu hiyo kwenye sufuria, naambiwa kuinywa, na mimi nikanywa. Unaona waganga walivyo waongo. Yaani mtu anateseka na mapepo, lakini bado wanamletea damu kunywa. Yaani damu ya mbuzi kunywa mbichi, ukanywa damu ya mbuzi mbichi. Niliinywa. Sasa nikasikia tena kwamba ulipelekwa hospitali ukapasuliwa operation. Nini kiko inasumbua? Mpaka ufanye operation. Ulipasua operation kuanzia mpaka wapi? Hiyo operation baada ya kupelekwa tena sehemu nyingine kwa mganga mwingine, nikaugua tena tumbo likawa linajaa, tumbo likajaa. Nilishinda, tumbo linaniuma, nikakesha tumbo linaniuma, ndio kuja kunichukua sasa ndugu zangu tena kunileta hospitali Bugando. Geita ndio. Geita hospitali ya mkoa pale. Wakanifanyia operation Geita pale. Ile kufikishwa tu hivi na fikishwa theater. Jamaa wakanichana kuanzia juu hadi chini. Yaani tumbo lote hapa kwa tena. Wakati huo zile damu ulizokuwa wakati huo umeshakunywa ile damu kule kwa mganga. Huko nilikuwa nimeshatoka siku nyingi tena. Ukiwa umeshapona. Ulitoka kule ukiwa na hali gani? Wakati natoka kule nilikuwa mzima tu, kumbe shida ilikuwa bado yumo mwilini. Sasa nashukuru kwa maswali yako, ni mazuri kabisa. Sasa nikuulize, baada ya kuwa tumeonana mimi na wewe, ndugu zangu wasikilizaji, mama huyu alikuwa kichaa, kasumbuka, kateseka, kaangaika sana, kwa sababu habari ya chombo chetu cha kurekodi ni kidogo. Ndio tunaenda kwa ufupi mpaka kushuhudiwa kitu hiki. Kwa ukiona kuna kichaa anaika mitaani, huyo hayupo. Basi baada ya kuwa nimeitwa na ndugu zake, nilipiga simu na mwanangu mmoja kwa Iringa. Anaitwa Tony kwa upendo. Mara leo kufanya naye maombi, nilipeleka mpaka Iringa kaombea kule, baadaye kashindikana. Yuko mwanangu alimwombea kule, akaomba baba, kuna mama nilimwombea huko anasumbuka. Akawa ameitwa ndugu zake Sengerema pale. Nilifika pale Sengerema, mimi nikaomba kwenda Sengerema, nikakuta mama huyu ameuma ulimi, hajielewi ulimi alikuwa anatafuna. Hivi ulimi ulikuwa unatafuna. Sasa hivi unasikiaje? Ulimi wenyewe umeshapona. Alikuwa anatafuna ulimi ni kifafa. Yaani kifafa na wewe. Baada ya kufanya maombi, siku ya kwanza nafanya maombi, nilipomwita Mungu kutuma malaika kumfuata nafsi yake ilipo, ulijikuta uko wapi? Siku naomba mara ya kwanza ulijikuta umetokea kwa wapi? Sitambui kwa kweli. Mara ya pili ulijikuta unatokea wapi? Na yenyewe sitambui kwa sababu nilikuwa nakuja kupata fahamu. Nimeshajiumiza, nasikia maumivu tu, yani niko tofauti. Nimetafuna ulimi nimeukata kuanzia upande hadi upande. Baki katikati kidogo tu. Sasa siku na kuombea, unakumbuka ulisema nilikuwa nimepelekwa na Senya Kuni. Nilikuwa nalimishwa. Vipi unakumbuka ulikuwa nalima kwenye mashamba kina nani? Unalimisha mashamba, ni usaje jina la mtu. Uko unalimisha kwenye mashamba au ama umesahau? Nilikuwa nalimisha kwenye mashamba ya watu. Baadhi wengine ni majirani, wengine wanakwaya. Tunasali nao wanakwaya. Sasa tangu hapo sasa mpaka sasa unajisikiaje? Kwa sasa hivi kwa kweli najisikia vizuri. Ingawaje mwili umehangaika siku nyingi tu. Tuwe ni gani bado tumo kamoja lakini kwa kwa mtazamo wangu nimevuka. Haleluya, Mungu akubariki. Sasa ndugu zangu, tunafundisha vitu ni ushuhuda. Kwamba ukiona kichana teseka, huyu mama alikuwa amechukua gamboshi wanakwaya wenzia leo wataji wanasali kanisani. Kwenye kanisa tuji kanisa gani? Wakamchukua ulimwengu wa roho, akambadilisha. Wakampeleka gamboshi. Kwa inaonekana teseka sio yeye,
lakini ameshachukuliwa ulimwengu wa roho. Kwa ndivyo ilivyo sasa, shetani anafanya kazi ndani ya kanisa leo, na nitakushuhudia, amekushuhudia yeye, lakini kuna mwingine tena ni mchungaji kabisa, yuko huko Kabwe. Mama mmoja aliletwa mahali hapa, naye anateseka kama hivi. Mama kule ni mchungaji, amemchukua dada yake, mtoa kafara, kashaua watu, lakini mchungaji kukuta ni mchungaji. Sasa angalia, wanakwaya wachawi, sio wote, baadhi ya wachungaji ni wachawi, baada ya kanisa baadhi ni wachawi. Sasa kama kanisa limeingia kiasi hiki, ndio maana taifa linakwenda kupata laana, kwa sababu sauti ya Mungu, kanisa la sauti ya Mungu. Kama watu waovu mnakaa kanisani, mnafanya dhambi kama hizo, kuchukua tu kama mama huyu ni mwanakwaya ni mhubiri kwa njia ya kuimba, lakini ni mchawi. Hebu niambie, nchi itapona? Nchi itapona? Mnaomba Mungu gani sasa? Kwa sababu mnaomba Mungu wakati ni wachawi. Wachungaji wengine ache tabia ya uchawi bana. Nitakuletea clip moja, yule mama ambaye atakuja naye kutoa ushuhuda wake hapa. Ndio kaka yake tumbo moja kamchukua dada yake, kafara jio linaoza. Kama huyu mama anatoa ushuhuda huu, na kesho kutoka na ushuhuda, mtaangalia, nitafundisha ile clip ya mama alikuwa anachukua na kaka yake, mtakuwa mkiangalia jinsi alivyokata kumla, lakini naye ameshapona. Tanzania wachungaji, kwa nini msibaki mnaroga tu? Sio wote wachungaji, wengine sio waaminifu, ni wachawi, wengine wanakwaya sio wachawi, siri zenu ziko nje. Ndio maana tunasema hivi, siri zenu ziko nje, mnavuta uovu kwa kamba. Kwa kanisani mnaingia kusali, wengine ni wachawi, alafu mnaenda kwa kanisani, Mungu tuponye nchi yetu. Mungu hawezi kuiponya nchi hii kwa uchawi ndio nao. Wachungaji, wainjilisti, chunguzeni makanisani mwenu, kuna wachawi sasa hivi wameingia, wanafanya vita. Ona mama huyu. Hivi mama anasingizia au nasema ukweli? Ni kweli. Leo unaweza kusema ni kichaa? Hapana. Sasa kutoka kichaa anatupa nguo, anakimbia, anafanya vitu. Leo huyu Yesu amemponya, na alikuwa gamboshi. Lakini wachungaji wengi wanasema mtu asiye kuibiwa, mizimu hakuna. Walianzia mizimu, akamchukua akapeleka gamboshi 4, yaani majiji ya kichawi 4 ya kuzimu, ya mizimu ya kuzimu. Ndivyo alikuwa amechukuliwa mama. Kwa hiyo nilimwita Mungu ashukuriwe Yesu, kwa kuwa Yesu yeye amemponya mama huyu. Haleluya. Amina. Haleluya. Miaka 4 na zaidi. Miaka 4 na zaidi. Na ninawashukuru na walionisaidia, wawe watoto, wawe ndugu zangu, hasa wale ambao walionipa taarifa kwamba mama, kuna hili na hili na hili. Binti kutoka sehemu za Iringa huko ndio aliyetupa hizo taarifa. Haleluya. Unaona sasa tunashukuru na yeye mtumishi akaitikia wito wa mtoto, tukasema basi tutafanya, tuko kwenye shida, lazima tufanye nini? Tukubali tuyafuate haya yote. James Wani, hiyo hali ni nzuri kanisa leo watu wamekuwa wachawi. Utamuita Mungu gani wakati kiongozi ni mchawi? Maana sio atusema wachungaji watakatifu mpo na wanatakatifu mpo, lakini kuna wachawi wameingia makanisani. Waimbaji wengine wapo wachawi, wainjilisti wengine wapo wachawi. Nimekutana na kesi, na kesho tangalia clip nyingine nitakuwa nikirusha. Kwa hiyo naomba muelewe kwamba dhambi hii kanisa halitapona. Ndio maana taifa limeingia kwenye laana, mpaka kufikia mahali hapa laana imeanzia kanisa. Kanisa ndio sauti ya Mungu. Sasa kama kanisa mnafanya hivi, watu wa dunia wafanye nini? Tukifundisha sema hakuna, watu wanajidai visomo tu vikubwa sana, watu mnakimbilia magari tu. Mnakimbilia magari ya matinted, mnakimbia kuwavutia sadaka zao, kuwalia pesa zao, akiugua kisidiwa wanamwacha. Na aliachwa na wachungaji kadhaa. Aliachwa. Waganga amekula mbuzi. Wanafanya hivi. Taifa tunaliponyaje kiasi hiki kama uchawi uko hivi kanisani? Mungu gani anayemuita? Ndio maana tunapigwa. Mungu anasema katika kitabu cha Walawi sura ya 26, watu wamewachukia watatawala juu yenu. Ndio maana leo unaona watu mafisadi, wauaji wa kila aina, watekaji ambao tujui ni kina nani, wanafanya hivyo, wamepata nguvu kwa sababu Mungu anaweza kaachia laana katika taifa. Ndio maana hata mvua hakuna. Chanzo ni kanisa. Hata mkiomba Mungu hayapokei maombi. Uchawi wa mama analogwa kanisani. Hatusemi kanisani. Sio wanakwaya wenzio. Walikuwa ngapi? 4 3. Walikuwa tunasali nao walikuwa 3. Unaona, wachawi ambao sio kwaya wote anaposali walikuwa wachawi. Ila kuna wengine wachawi 3 katika kanisa hilo ambao ni wanakwaya. Walikuwa naimba kwaya na wanaaminiwa na mchungaji, lakini wachawi wamemfanya hivi mama. Mungu atusaidie. Ninaomba tushikane mikono tuombe taifa hili. Mungu, tunakushukuru watoto wako tuvua siri hizi. Bwana, ninajua Mungu upo naona. Tuombe mvua.
Mungu, tunaomba mvua katika taifa hili, tumekutenda dhambi. Tazama damu imemwagwa nyingi sana, lita nyingi chini ya ardhi hii. Wachao kanisani, na hata waliomwaga damu hao walikuwa mwaga damu ni watu wanasali makanisani, wengine wanasali kwenye nyumba za ibada. Hao wote wanasema wanamjua Mungu, wameua watu, wamemwaga damu. Mungu, tunaibeba dhambi hii tukiwepo watu watatu, Mungu wetu wanne. Tunaomba nchi uiponye, ndio maana hata anga limekuwa ni kavu, mvua inyeshi. Mungu, tusaidie kwa dhambi hii. Mungu, tusaidie, tuponye nchi hii. Tuponye watoto wako. Tunajua Yesu karibu uje, maana maasi yameongezeka. Yesu anakaribia kuja, usema atatokea. Mwenyezi Mungu, tusaidie. Tuiponye nchi yetu ya Tanzania iliyomwaga damu, kapokea damu ndugu zetu. Inalia kisasi mbele zako Mungu. Turehemu Baba mbinguni. Tunaomba mvua ya mazao yanatweta, wanyama wanatweta. Mimi siombei mtu, naombea watu walio na Mungu. Naombea ardhi ya Tanzania iliyopokea damu ya watu wetu. Na laana yote waliofanya haya, wachai wote ambao wanamwaga damu makanisani, laana ikawaendee. Na wote wanamwaga damu katika taifa hili, laana ikarudie wao na uzao wao. Mungu, tunaomba tunusuru, tuponye taifa hili. Ndio sisi na watoto wetu. Tusaidie, ujapo kuchukua kanisa, usituache. Mungu, tusaidie. Asante. Tumishi Martini. Kwa hiyo ndio hivyo watumishi wa Mungu, tunawashukuru sana. Tunaomba namba za simu zitatumwa hapo. Mwenye shida mbalimbali ambao unaugua uponi, kila kitu kinatokea ndicho. Kwa hiyo kanisa limeingia kwenye dhambi. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Asante.